Habari. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Veronica. Ni mmoja mshiriki katika Young Life eh? Yeah. Veronica, na baadhi ya maswali kwako, especially katika kipindi cha Madam Maria. Yeye alitufundisha kuhusiana na swala zima la mahusiano. Je, natamani kujua kwa upande wako, uko kwenye mahusiano? Hapana, sipo. Kwa sababu gani? Tulikuwa kwenye mahusiano but kuna mambo yakawa hayapo sawa, ikabidi kila mtu atengane. Na natamani kujua mambo gani ambayo wewe mpaka yalikupelekea ukatengana na mtu wako wa karibu ambao mlikuwa mnashirikiana kwenye kila kitu maybe. Tulikuwa kwenye mahusiano ambayo yako very serious but kuna namna tulipishana katika dini. Yeye alikuwa ni dini nyingine na mimi ni dini nyingine pia. Katika kushirikisha kwenye moja na mbili tatu, kwa sababu miaka inazidi kwenda, tunaendelea kuwa na miaka mingi ya kuzidi kujuana. Kwa hiyo nikataka kujua nini mbele ya mahusiano yetu itakuwaje, tutafika wapi. Nilikuwa namuuliza wewe mwenzangu na akawa tu anachukulia poa anajibu, basi nikashirikisha wakubwa. So nikaambiwa nimshirikishe Mungu katika mahusiano hayo. Kama ni mtu ambaye ni mwema na mtafika mbali na ni mtu ambaye anakuhitaji, anataka kukuoa nini. Kwa hiyo nikaambiwa nimshirikishe Mungu katika kila kitu. Katika kumshirikisha Mungu sijamaliza hata mwezi. Wiki ya nyuma hapo tu, yani ikawa tu yeye ndo analeta attitude nini. So nikawa naona napata majibu kwamba nimemshirikisha Mungu, nimemkabidhi mahusiano, ananionyesha. Kwa hiyo nikaona mambo sio mengi, nisisubiri moyo wangu kuumia mpaka nifanywe vitu ambavyo si vyema. Nikaona nipumzike, niendelee kumsikiliza Mungu. Sawa dada Velo, lakini natamani kujua wewe leo Madam Maria, baada ya kuwa anaongelea pale sijui mambo ya watu ambao wametengana, lakini kutengana kwao kumekuwa kutengana sio kwamba kwa kupenda, maybe hivyo kama ulivyoongelea dini. Umejifunza nini na unatamani kufanya nini au kubadilika vipi katika kitu ambacho kimekutokea wewe kama mdada? Yeah, nimejifunza kuwa tayari kwa kila kitu. Sio tu hata maisha, yani aswaswa kwangu mimi, kwa sababu imenigusa sana kwenye mahusiano. Imenifundisha mimi kuwa tayari kupokea kile ambacho kinakuja. Pia nisiwe deep sana katika mahusiano, yani nisiweke mahusiano mbele katika maisha yangu mimi. Kwa sababu kile alichokuwa anakiongea kilikuwa kinanigusa mimi na nilihisi kama yeye ni ananiongelea mimi. Kwa hiyo nimejifunza kuwa tayari kupokea kitu, na kabla ya kuingia katika kitu chochote nijiulize mwenyewe, nijiangalie hata kwenye kioo, who I am, mimi ni nani, na kufanya maamuzi ambayo yapo sahihi. Hivyo. Lakini ukiangalia kwa namna moja au namna nyingine, vijana wengi sana sasa hivi wanakuwa kwenye hizo attitude ambazo kama wewe umenyelezea, na unamkuta mtu akishaumizwa anakuwa anashindwa kufanya kitu chochote. Sijajua kama wewe situation kama hiyo ulipitia, na baada ya kupitia, je, ulifanya nini mpaka ukatoka leo tunaona tunacheka pamoja, unaongea hivi kwa furaha? Natamani umshirikishe kijana ambaye anakutazama. Kwangu mimi naweza nikasema imekuwa rahisi, japo sio sana, ila imekuwa at least, kwa sababu niliomba ushirikiano kwa watu ambao ni wakubwa, ambao wamenizidi, kuomba ushauri. Kwa hiyo nilijiandaa kisaikolojia, kwa hiyo niliandaa saikolojia yangu kuona kwamba kikitokea kama ni si wangu basi si wangu, kama ni wangu basi ni wangu. Kwa hiyo kwa wengine ambao maybe imetokea hiyo, wameachana na mtu, jiangalia, jitafakari, usipanic, kwa sababu madam ametufundisha pale usiwe deep sana, usipanic, kwa sababu kila kitu ni kinapangwa na Mungu. Always kila kitu tumshirikishe Mungu katika kila kitu. Kwa hiyo hivyo, yani kila kitu msogeze Mungu, ongea na Mungu. Mungu ndo ana majibu yako. Na kila kinachotokea hakija sio kimetokea tu. Kila kitu ni kinakusudi, ni kusudi la Mungu. Mungu ndiye anayeamua kwamba yes, huyu ni wako, huyu si wako. Kwa hiyo tusubiri majira. Ukiona kitu kinakukwepa, kinataka nini, unakuwa na mtu, unaona kabisa mbona ananiumiza, wewe tumefikia hapa, tumeachana. No, ni Mungu anakuongoza. Kwa hiyo tujaribu kupokea yale ambayo yanatokea katika maisha yetu, yawe kama matokeo ya wewe hukutakiwa kuwa hapa. Subiri majira yako yakifika, utakapopata ambaye ni wako, utaona tu. Kama ni utakuwa unazidi kumshirikisha Mungu, basi hamna kitu ambacho kitakachokuja kikawa wrong. Kwa mimi naamini kwa Mungu, hakuna kitu kilichokuja kwangu kwa makusudi. Hivyo. Kwa hiyo huyo jamaa leo hii kama kwa mfano akitoka huko akasema nimemkumbuka Vero, natamani kurudi, kuna msamaha kweli? Kwangu mimi, kwa sababu sina mwezi, nina week. Kwa
still bado nipo katika kumuomba Mungu, bado naongea na Mungu, sababu hata tulivyogombana tumetengana tu kwa hii wiki, still bado namuomba Mungu ni tumetengana au ni nini. Kwa mimi namwachia Mungu katika kila kitu, nampa moyo wangu na Mungu aongee na moyo wangu. Yeye Mungu ndo ataongea na mimi. Vipimo ni vinaonekana. Mwanaume ambaye ni sahihi kwako kipimo ni kinaonekana. Kinaonekana vipi? Mwanaume anayekupenda anakupa kitu cha kwanza, tuseme muda. Unaweza ukipewa muda na mwanaume akaweka muda wake kwako, ni inamaanisha kwamba ni amekabidhi kitu kwako, ni anakuamini. Kwa kuna asilimia kadhaa za kuamini kwa yes. Kama ni ananipa muda, haniachii nafasi ya kuniachia, basi tunakuwa at least tunaona kama this man he love me hivyo. Lakini Davelo, hapo tena na mimi kuingizia swali lingine, ni kwamba unakuta kuna mkaka mwingine anakupatia muda wa kutosha na vile vile anakupatia kila kitu ambacho wewe unakihitaji kwa muda sahihi, lakini bado moyo wake unakuwa haupo kwa mwisho wa siku anakuja anakufanyia tukio kama hilo. Unaongeleaje hiki? Ndio maana tunarudi mwanzo, kila kitu ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo unaweza, ndio maana anasema mwanaume anaweza akakupa pesa, akakupa kila kitu na asikupende. Kwa hiyo ni tujitahidi tu kila kitu, mshirikishe Mwenyezi Mungu, mshirikishe Mungu kila kitu, kwamba kabidhi hata kama ni unatenda dhambi, lakini mkabidhi Mungu katika hayo mahusiano. Mungu nakuachia haya mahusiano. Ananionyesha kila kitu lakini anamaanisha. Kwa hiyo unaweza kaonyesha kumbe mtu ana sababu yake. Kwa ni kila kitu kumshirikisha Mungu, msogeze Mungu karibu hata kama ni unakosea. Mungu ni anasamehe. Kila kitu Mungu, yani Mungu ni anajua matendo utakayoyatenda. Ndio maana mstari unasema Mungu anasema kabla hata ya wewe kuzaliwa nilikuona tumboni mwa mama yako. Kwa hiyo kila kitu mshirikishe Mungu, ni anajua. So anataka, kwa sababu Mungu anapenda pia umsogeze karibu, uongee naye. Mungu anapenda kubembelezwa. Unatakiwa uongee na yani kila kitu ni Mungu. Tuamini hapo, tuamini katika Mungu. Msogeze Mungu.